Hujambo tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Ijumaa tarehe 11 mwezi Agosti ama mwezi wa 8 mwaka 2026. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa updates zetu za mchana wa leo, tukiangazia yale ambayo yanajiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wale wote ambao wanapigana kwa upande wa serikali ya nchi ya Kongo. Na hilo ni jeshi la Kongo lenyewe ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo pamoja na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23, ambalo pia kwa upande mwingine limekwisha kujiunga na kundi la Twirwaneho. Sana sana ni kutoka kwenye milima mirefu na mifupi ya Fizi, Uvira na Mwenga. Na bila kuponda muda, nataka moja kwa moja tuingie kwa update zetu za mchana wa leo, tukitizama jinsi hali ilivyo kwa sasa mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Lakini kabla tuelekee huko, acha nikuombe utege masikio yako uweze kusikiza maneno hayo makali sana. Usikize kabisa hadi mwisho, alafu niambie kwenye comment section jinsi umesikia kiongozi huyu ama amezungumza maneno haya ya muhimu sana kwa kila mkongomani kuyaelewa. Nataka nimjibu huyu seneta wa Mnyarwanda ambaye anaitwa Tito Rutaremara, na kutaka kuonyesha wakongomani wote kwa ujumla michezo na mipango ya Wanyarwanda dhidi ya Kongo na wakongomani kwa ujumla. Mmemsikia huyu Mnyarwanda akiita Wanyamulenge kwamba ni Wanyarwanda, akasema kwamba ni wao ni Wanyarwanda, lakini Wanyarwanda wa Kongo sio Wanyarwanda wa Rwanda. Hapana, ni Wanyarwanda wa Kongo. Yaani kuna tofauti kati yake na hao Wanyarwanda wa Kongo, kwa sababu yeye ni Mnyarwanda wa Rwanda na wengine ni Wanyarwanda wa Kongo. Na akasema ya kwamba ardhi ambayo wanaikalia, sehemu, udongo, eneo ambalo wanalikalia ni ardhi ya Rwanda, ambayo wazungu wa koloni ambao waligawa Afrika waligawa hiyo ardhi wakaipeleka wakaipa Kongo, lakini ilikuwa ni ardhi yao. Na kwa hivyo wakamate silaha, wapigane, wageuze serikali ya Kongo iwe yao, yaani serikali ya Kongo iongozwe na Wanyarwanda. Unasikia? Na hilo likishindikana, kwa sababu ardhi ambayo hawa Wanyarwanda wa Kongo wanakalia kuanzia Sud Kivu mpaka Nord Kivu, hiyo ardhi basi waikate, wailete, ipachikwe kwa Rwanda, yaani iwe Rwanda nyingine, yaani zitakuwa Rwanda mbili, Rwanda ya ngambo na Rwanda ya ngambo huku. Unaona, zitakuwa kama vile Sudani na Saudi Arabia. Unaona, ile Saudi Arabia na Sudani ilikuwa ni nchi moja. Wazungu wakagawa ile Red Sea ikakuwa katikati, ngambo kukabaki ni Sudani na ngambo pia ni Sudani, lakini hii ni Sudani ya Afrika na ile ni Sudani ya Asia. Donga wanataka kuwe Rwanda ya Rwanda na Rwanda ya Kongo. Sijui kama mnanielewa. Na akasema wale ambao wanaishi na Wanyamulenge kule juu, wao kule sio kwao, yaani Wabembe, Wafuliru, Wanyindu, kule sio kwao, ni kwa Wanyamulenge peke yake, ambao alikataa kwamba wao ni Wanyarwanda. Donc ni kwa Wanyarwanda tu, ile ni ardhi ya Wanyarwanda. Fizi ni ya Wanyarwanda, Manyema ni ya Wanyarwanda, Nord Kivu ni ya Wanyarwanda. Na mlisikia ya kwamba waliweka katika ile barua yao ambao waliongea ndani ya parliament yao, ndani ya bunge lao, wakasema ya kwamba Rwanda yao ina mpaka na Kisangani,
Yaani kufika Kisangani ni Rwanda, kutelemuka Katanga mpaka Lubumbashi ni kwao, na wakasema kwamba wana mpaka na Kasai, huko ni kwao, na kule hakuna Mnyarwanda anaishi kule, lakini wanasema kwamba ile ni ardhi yao, kwa sababu wana ile imani kama vile ya Waisraeli ya kusema ya kwamba kokote mtakakoweka mguu kutakuwa ni kwenu. Ile ndio wanaweka ndani ya kichwa chao. Kwa sababu gani nimesema hivyo? Mwaka wa 1930 mfalme wao ambaye anaitwa Musinga alifukuzwa na wazungu, akapelekwa kule Katanga na alifia huko Katanga. Sasa wanasema kama vile wazungu walimfukuza wakamupeleka kule, alikoenda kule alienda kufanya ufalme wao wa Kinyarwanda, na hakufanya ufalme kwa sababu alienda kama vile mfungwa, na alipofika huko katika siku chache alifariki. Mnaangalia? Na hilo la kusema ya kwamba mfalme wao alifariki akiwa kwenye ile ardhi ya Katanga, mara moja wao wanakuwa na haki kushinda wale wazaliwa wa pale, kushinda wale wakaaji wa pale. Ardhi yote inakuwa ni yao, donc kule kote kunakuwa ni Rwanda. Na uliwasikia wakilalamika wakisema ya kwamba kuna ardhi yao ambayo iko Tanzania. Walisema Kagera, wakasema Karagwe, wakasema mpaka wakateramuka kule ngambo za Bukoba, wakaingia wakafika ngambo za Masaka chini Uganda, na wakateremuka ile Kiruhura district yote, wakateremuka mpaka ile Ankore yote iko ndani ya himaya yao, mpaka kufika kule chini Rukungiri, kule Kisoro, kule kunaitwa Ntungamo, yani Kabare, kule kote ni kwao, na Nord Kivu yote ni yao. Unaona kujipenda kwa Wanyarwanda. Sasa walipofika wakapunguza, walipoyafikia maeneo hayo ya Tanzania, maeneo ya Uganda, maeneo ya Nord Kivu ambayo wanasema kwamba ni yao, walipunguza msisitizo, yani hawakusisitiza sana. Lakini walipofika Fizi, Uvira, Mwenga, walipofika pale walisema ya kwamba yale makabila ambayo yanaishi ndani ya hizi teritwari ambazo ninatoka kusema saa hizi, yani Fizi, Uvira na Mwenga, yale makabila ambayo yanaishi ndani ya hizi teritwari ni wageni. Ile ni nchi ya Wanyarwanda, yani pale ni kwa Wanyarwanda. Wanyarwanda ni pale ni kwao, na ndio maana unaona wanajeshi wao wanapelekwa huko juu. Na kwa sababu ya kupumbaza hawa Wanyamulenge, kuwapumbaza, kuwafanya wapumbafu wa Wanyarwanda, ndio maana mnaona wanajeshi wa Kinyamulenge ambao wanatumikishwa na Rwanda wenye walikuwa kule juu, wanaanza kuwatoa kule juu na kupeleka viongozi wa Kinyarwanda kutoka Rwanda, ndo wanakalia kule juu. Na suala hilo serikali yetu inalinyamazia tu. Wabembe, Wafuliru, Wanyindu, viongozi wote tu wanaliangalia lile suala tu kama vile kitu kingine. Halafu sasa hawa Wanyarwanda wanasema nini? Wanapenda sasa hawa wote ambao wako hapa kwenye hii himaya ya Kinyarwanda, wenye wanasadikiwa kwamba wote watakuwa Wanyarwanda, kwa sababu hii ardhi itanyakuliwa igeuzwe Rwanda, wakamate bunduki, wakamate silaha, wapigane, kwa sababu anajua ya kwamba wakipigana wakiwa Wabembe, wakipigana wakiwa Wanyamulenge, haitasikika vizuri ndani ya masikio, kwa sababu huwa utakamatwa kama vile usaliti. Lakini hawa Wanyamulenge wa Kongomani wakisha nyang'anywa ukongomani, wavikwe Unyarwanda, pale pale watakuwa wageni, na wale wageni na ile ardhi ambayo wanaikalia nayo itakuwa ni ardhi ya kigeni. Kwa hivyo itawapasa kuweza kutoka ndani ya Kongo na watoshe ile ardhi, na ile ndio balkanization, waweze kupata ardhi yao, na ile ardhi iweze kupachikwa kwa Rwanda. Mlimsikia Bertrand Bisimwa akisoma hiyo barua na kusema ya kwamba kama serikali ya Kongo imeshindwa kulinda Wanyamulenge na kusema kama Wanyamulenge ni Wanyarwanda, basi serikali ya Kongo iwafukuze kule Minembwe, kule Lulenge, kule Itombwe, kule Milimba, kule Fizi, kule Mwenga, kule Uvira, kote kutakuwa Rwanda. Serikali iwafukuze na ile ardhi yote iletwe ikuwe Rwanda. Bukavu ikuwe Rwanda. Mnaona huwa usaliti? Yeye Bertrand Bisimwa ameshasaliti Wamushi, ameshauzisha Wamushi. Anataka Wamushi wote wakuwe Wanyarwanda.
Wafulero Wanyarwanda, Wabembe Wanyarwanda, Wanyindu Wanyarwanda. Makabila yote ambayo yanaishi Sud Kivu yatakuwa Wanyarwanda, Nord Kivu Wanyarwanda, Manyema Wanyarwanda. Na hivyo Wanyarwanda wanafanya hivyo kwa nini? Wanajua ya kwamba haitawezekana. Lakini kwanza wanyang'anyi Wanyamulenge ukongomani wawavike Unyarwanda. Na wakati wanaangusha hili neno chini, basi halina budi kuamsha jaziba ya Wabembe, Wafuliru, Wanyindu na kusema ya kwamba wale ambao wanataka kupeleka nchi yetu Rwanda ni wanani? Ni Wanyamulenge. Na hao Wanyamulenge wameshajideklare kama ni Wanyarwanda. Kwa hivyo tuwafukuze. Na wakifanya hivyo basi Rwanda itakuwa imejibiwa. Sababu Rwanda inataka hicho kitu kifanyike. Donc Wabembe, Wafuliru, Wanyindu wasimame, waanze kuua Wanyamulenge ili Rwanda sasa ionyeshe ya kwamba Wanyarwanda wa Kongo wanaonewa na hawana pa kwenda kwa sababu pale ni kwao. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa ulitatua swala hili. Kulitatua swala hili ni kufanya nini? Ni kukata ile ardhi. Na mnajua ya kwamba ile ardhi, na mnajua kama waliiweka ndani ya constitution. Ndani ya constitution imo ya kusema ya kwamba ikiwa kuna sehemu fulani ambayo inakuwa inazozaniwa, hiyo sehemu serikali ya Kongo ikubali hiyo sehemu ipelekwe ipewe Umoja wa Mataifa. Yani Umoja wa Mataifa uigeuze, au Umoja wa Afrika uigeuze chochote kile ambacho unapenda. Na hicho ndicho ambacho wanataka kuifanya iwe Rwanda ya pili, yani Rwanda ya Kongo. Nadhani Wakongomani wote mumeshaelewa, mnameshafunguka macho kuhusiana na hizi siasa za hawa Wanyarwanda. Nadhani Wabembe, Wafuliru, Wanyindu na Wakongomani wote kwa ujumla mumeshatambua ya kwamba Wanyamulenge hawana mkono katika kuleta vita. Wanyamulenge hawakuleta vita. Wanyamulenge hawakukaa chini mpaka siku moja wapange kuua Wabembe, wapange kuua Wafuliru, wapange kuua Wanyindu. Hizi zote ni siasa. Kama vile mnaona wanatumikisha Makenga, ndivyo wanavyotumikisha Nyarugabo, ndivyo wanavyotumikisha Bertrand Bisimwa, ndivyo wanavyotumikisha Nanga, ndivyo wanavyotumikisha Kabila, ndivyo wanavyotumikisha wakina Muhivwa, ndivyo wanavyotumikisha wakina Namunene, ndivyo wanavyotumikisha hawa Wakongomani wote ambao wako upande wa Wanyarwanda. Ndio watakamata Kongo na kuipatia Wanyarwanda. Na baada ya Wanyarwanda kuikabidhi mikononi mwao, watatuchinja sisi sote. Watatuchinja sisi sote, watakao baki watakuwa ni watumwa wao. Na ndio sababu tunasema ya kwamba tumeshatambua ukweli. Kwa hivyo vita vya Wanyamulenge na Wabembe na Wafuliru na Wanyindu tuviweke chini. Vita vyetu kati yetu sisi wenyewe tuviweke chini. Tulishughulikia kwanza suala la uvamizi huu, tulishughulikia kwanza suala la chuki hizi ambazo zinaendelea kupandwa na Wanyarwanda, na tulishughulikia kwanza suala la njama za Wanyarwanda za kuweza kujinyakulia nchi yetu, ardhi yetu na kuipatika kwao. Wanyarwanda wanatushinda nini? Hawatushinde uwingi, hawatushinde mali, hawatushindi chochote. Uoga tu na kutuogopesha na rushwa kati ya wenzetu ambao wanakula rushwa za Wanyarwanda. Wanapewa pesa na Wanyarwanda, na hizi pesa ambazo wanapewa na Wanyarwanda wanakubali kuuza haki yao, wanakubali kuuza nchi yao, nchi ya mababu wao, wanakubali kuiuzisha. Hivi tunaongea watoto wa Fizi, watoto wa Uvira, watoto wa Mwenga wako pamoja na hawa Wanyarwanda. Watoto wa Bukavu, watoto wa Goma, watoto wa wapi wako pamoja na hawa Wanyarwanda, wanaendelea kuwasaidia kujinyakulia ardhi zetu na kuzikalia kimabavu. Na kesho na kesho kutwa watatugeuza watumwa wao. Na kuweza kuepukana na swala hili ni lazima sisi sote tuungane mikono pamoja kama wazalendo, tuweze kupiganisha maadui, tuweze kuwatoa kwetu. Mnajua kila wakati nyoka ikiingia ndani ya nyumba inaingia kwa upole, kwa ukimya, ikienda ikijiburuta, inajiburuta, inaingia ndani ya nyumba. Lakini nyoka kutolewa ndani ya nyumba, inatolewa ndani ya nyumba kwa magongo, inatolewa ndani ya nyumba kwa marungu, inatolewa ndani ya nyumba kwa mapanga, inatolewa ndani ya nyumba kwa moto. Inapigwa, kwa kupigwa ndipo inatoka. Wanyarwanda waliingia nchini kwetu na wakajateka maeneo yetu na wakayakalia kwa mabavu, kwa nguvu, wakitumikisha silaha. Na kuweza kuwatoa ndani ya nchi yetu, itatubidi tutumikishe zile nguvu, zile bunduki, ile siasa walioitumikisha kuingia kwetu, ndiyo na sisi tutatumikisha kwa kuwafukuza. Asante sana, Mungu awabariki. Ni Ngarura Patrick.